sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera ya wokovu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera ya ushindi sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. 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 Vigelegele kwa Bwana. Shika kitambaa chako. Chukua kitambaa. Shika kitambaa. Chukua kitambaa. Chukua kitambaa. Haleluya, haleluya, haleluya. Chi. Haya sasa unazungusha namna hii. Zungusha namna kitambaa. Chukua hata kikoi hicho. Haya sasa twende namna hii. Zungusha. Sasa ina. 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 Twende. Haya sasa twende na bai. 1, 2, 3. Mungu awabariki. Namna hii, ongeza na wa kushoto, mpigie Bwana makofi ya sifa na shangwe. Haleluya! Umbali huu hatuchukulii kawaida, mtu wa Mungu. Siku 8 za uaminifu wa Bwana. Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Unaweza ongeza makofi ya sifa na shangwe kwa ajili ya Yesu. Haleluya! Kwa siku hizi 8 Bwana ametukumbuka Uyole. Kwa siku hizi 8 Bwana ametutendea. Tumeuisha ushirika kati yetu na Bwana. Haleluya! Haleluya! Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Anastahili sifa za mioyo yetu. Haleluya! Hakika ni mkono wa Bwana katikati yetu. Hakuna ambaye amepata taarifa mbaya katikati yetu. Bwana ametutendea mambo makubwa katikati yetu. Bwana ametuuisha tena kwa upya. Hebu mshangilie tena Yesu kwa makofi. Kwa ajili ya utukufu wa Yesu, nyosha tena mikono juu. Hii ni mikono ya shukurani kwa ajili ya watumishi wote waliomtukuza Mungu kwa namna ya sifa. Kwaya zote, waimbaji praise tangu siku ya kwanza. Hakuna malipizi wala visasi vilivyofanyika juu yao. Mungu amewasimamisha kwa siku zote. Tumeuona utukufu wa Mungu kupitia wao. Wengine walivaa na sare, hatuchukuli kawaida. Wengine walienda na studio kurekodi nyimbo, hatuchukuli kawaida. Ni kwa mkono wa Bwana, ni kwa neema yake. Haleluya, 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 haleluya. Ukiwa umenyosha mikono yako, ukiwa umenyosha tena mikono yako, mtumishi wa Mungu tangu siku ya kwanza amesimama kwa ujasiri. Kila siku ilikuwa ni siku mpya.
unadhani umejifunza, tena kesho unakutana kitu kipya. Mshangilie Yesu kwa ajili ya mafuta ambayo Mungu aliachilia kwa mtumishi wake. Tumekula, tumeshiba, tumekula, tumeongezeka kwa neema ya Bwana, kwa neema ya Bwana, kwa neema ya Bwana, kwa neema ya Bwana. Haleluya! Keti mahali ulipo. Ni siku ya mwisho, unatamani useme sana ila unaishia njiani. Mungu ametupendelea uyole. Kama kuna mtu ndo anafika leo, mwambie hongera sana, maana tumefaidi mno. Yaani unampa hongera yeye kwa sababu wewe umefaidi. Natamani tumwabudu Mungu kwa dakika chache. Mara baada ya hapo mtumishi wa Mungu aweze kuipandia madhabahu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa, ni wewe Yesu wa kuabudiwa, utukufu na heshima vina wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuabudu, ni wewe Yesu wa kuabudiwa, ni wewe Yesu wa kuabudiwa, utukufu na heshima. Waweza inua mikono yako ya ibada kwa Yesu. Yesu, sema ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, Bwana ni wewe, ni wewe, utukufu na heshima ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Yesu, utukufu na heshima ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe. Tunakushukuru Bwana, utukufu na heshima yeah, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Naliinua jina lako Mungu uliye juu sana kwa sababu ya jioni leo. Ni neema iliyoje sisi kutupa nafasi ya kuja kwenye madhabahu yako. Ni neema iliyoje e Bwana, peke yako wewe unastahili. Hakika tunashangazwa na wema wako na rehema zako, tunashangazwa na ukuu wako, tunashangazwa na uaminifu wako, tunashangazwa na huruma zako Bwana. Umekuwa nasi toka siku ya kwanza mpaka leo siku ya 8. Yale uliyokusudia leo yafanye kwa ajili ya utukufu wako. Neno lako linasema utukufu wa mwisho utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa mwanzo. Na uwe hivi kwetu katika jina la Yesu, amen. Naomba ukae. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Nataka niingie kwenye neno. Weka mkono wako kichwani. Sema Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, yale mafuta ulioyaachilia kwa ajili ya siku ya leo. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, yale mafuta na ile neema ulioiachilia siku ya leo, ninaomba iwe pamoja nami sawa sawa na Mathayo mlango wa 6 mstari wa 9 mpaka wa 13. Bali ninyi muwapo katika kusali, salini hivi, na mimi ninasali hivi, na mimi ninaomba hivi: Baba yangu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe,
ufalme wako uje. Kichwa cha somo ambacho Mungu ametupa kinasema ushirika na Mungu. Ushirika na Mungu. Yohana mlango wa 15 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 7. Neno la Mungu mahali hapo limehifadhiwa hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa, kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa, ili lizidi kuzaa. Mstari wa 3, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Sema lolote. Lolote. Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Tu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo nanyi mtatendewa. Kichwa cha somo kinasema ushirika na Mungu. Ushirika na Mungu, nimesema ni mahusiano ya ndani yaliyopo kati ya mtu na Mungu. Mahusiano haya ni ya ndani, sio ya nje, yanayomhusu kati ya mtu na Mungu. Na haya mahusiano yanatakiwa yawe ni endelevu. Ushirika kati yako wewe na Mungu hautegemei leo wala kesho kutwa. Ushirika wako wewe na Mungu unatakiwa wewe ni jambo endelevu, ni jambo la kila siku. Inaitwa ushirika. Inaitwa ushirika. Na nikasema hivi, ushirika wako na Mungu, Mungu anataka kuwa na wewe na ushirika kwenye maeneo makuu matatu. Jase kidogo. Kwenye maeneo makuu matatu Mungu anataka kuwa na ushirika na wewe. Moja, kwenye mwili wako. Hebu sema mwili. Hebu sema mwili. Hebu sema mwili. Mungu anataka kuwa na ushirika na wewe kwenye mwili. Lakini eneo la pili, Mungu anataka kuwa na ushirika na wewe kwenye nafsi. Sehemu ya pili ni kwenye nafsi. Na nikakwambia kwenye nafsi ni mahali ambapo maamuzi yanafanyika. Kwenye nafsi ni mahali ambapo kule ndani akili ndipo ilipo. Kwenye nafsi ndiko ambako mtu wa ndani. Nikasema huyo unayemuona nje ni cover tu, lakini mtu halisi yuko wapi? Yuko ndani. Yaani hata mwenyewe unavyojiona wewe mwenyewe halisi yuko wapi? Uko ndani. Ukitaka kujua yuko ndani, miguu haiwezi kafanya maamuzi, mikono haiwezi kafanya maamuzi. Kuna mtu aliyoko ndani ndio anayefanya maamuzi. Atakapokupa maamuzi ndipo anakupa hatua ya kwenda mbele. Mungu anataka kuwa na ushirika na wewe mpaka kwenye nafsi. Lakini eneo la tatu, Mungu anataka kuwa na ushirika na wewe kwenye roho yako. Kwa hiyo ukichunguza namna hiyo, Mungu anatakiwa awe na ushirika na wewe kwenye kila eneo. Na nikasema hivi, kuwa na ushirika na Mungu ni tofauti kuwa na mahusiano na Mungu. Kwa sababu watu wengi wana mahusiano na Mungu lakini hawana ushirika na Mungu. Kwa sababu ushirika na Mungu ni kitu cha ndani, kinaanzia ndani alafu kinatoka nje. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Mtu anaweza kawa anakuja kanisani, ana mahusiano na Mungu lakini hana ushirika na Mungu. Kwa sababu ushirika unagusa nafsi, ushirika unagusa mwili, ushirika unagusa roho.
Mtu mwenye mahusiano na Mungu anaweza akampa Mungu nafasi kwenye nafsi, kwenye mwili hana ushirika naye. Huyu ana mahusiano na Mungu, hana ushirika.